Hello, Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kuwa tena tumekutana katika muda huu mzuri wa kujifunza hasa maombi ya kupatana na Roho Mtakatifu kivitendo. Tumepiga hatua na bado tunaendelea mbele kujifunza. Basi kabla hatujaenda kujifunza, tumshukuru Mungu. Baba, ninakushukuru kwa neema yako. Asante kwa yote ambayo Bwana umetenda kwa ajili yetu. Asante kwa sababu Bwana umemtunza kila mmoja mpaka kufikia tena katika somo hili la leo. Baba, ninasema asante. Tuende pamoja, uweza kukatufunike, kazi zako zikapate kuwa pamoja nasi. Yote kile ambacho shetani amekipanga kikashindwe katika jina la Yesu. Amen. Amen. Asante. Ninamshukuru. Sasa tunaendelea na somo letu. Leo tutajifunza jinsi ya kupatana na Roho Mtakatifu au jinsi ya kumwendea Roho Mtakatifu kwa toba. Tunafanyaje sasa ili tupatane na Roho Mtakatifu? Kama tulivyosema katika video iliyopita kuwa ni lazima tumwendee Roho Mtakatifu kwa toba, kwa sababu tulifika mahali tulimhuzunisha, hatukumjali, kwa hiyo tutatubu. Kwa hiyo sasa tunaendaje sasa? Tunamwendeaje Mungu katika toba? Hatuwezi kwenda hivi hivi kama nilivyosema hapo mwanzo. Hatuwezi kwenda hivi hivi. Ni lazima tuende kwa toba kama tulivyofanya kwa Bwana Yesu. Tuliposikia Injili tulitubu kwa kumaanisha, na kwa Roho Mtakatifu sasa tumesikia neno hili ambayo ni kama Injili ya ambayo inahusiana na kupatana na Roho Mtakatifu. Sasa lazima tuende kwa toba kwa kumaanisha. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni moto. Ili tuutunze moto ni lazima na sisi tuwe moto. Kwa hiyo tunaendaje? Lazima tuwe moto. Yaani tunaenda kwa toba, pia tujue kuwa Roho Mtakatifu ni moto, lazima tuwe moto. Na tunafanyaje ili tuwe moto sasa? Ni kwa kufunga na kuomba. Ili tuwe moto lazima tufunge na kuomba, na maombi yetu haya ya toba lazima yawe ya kufunga. Tunamwendea kwa kufunga na kuomba. Maombi ya kufunga hayambadilishi Mungu, bali yanatubadilisha sisi. Maanake Mungu yeye habadiliki, ni yeye yule jana na leo na siku zote. Lakini sisi ndo huwa tunabadilika. Leo tunakuwa na imani kubwa, lakini unaweza kuta baada ya siku 2-3 imani yetu imekongoroka kabisa, hatuna imani tena kama tulivyokuwa nayo. Kwa hiyo tunajifunza kuwa Yesu ni yeye yule jana na leo na hata milele katika Waebrania sura 13 mstari wa 8. Basi kwa hiyo Mungu akisema anatuponya, ni kweli anatuponya. Kwa hiyo sisi tu tuamini hilo neno, na wakati mwingi tunakuwa tunapungukiwa na imani. Kwa hiyo kufunga hakutubadilishi sisi, kwa sababu Mungu habadiliki na neno lake halibadiliki, lakini linatubadilisha sisi. Mifungo inatubadilisha sisi ili tuweze kubadilika na kuwa na imani ambayo itatuwezesha kupokea. Maombi ya kufunga na kuomba yanatubadilisha sisi kama nilivyosema, maana tunakuwa hatuna imani, na tukifunga na kuomba imani yetu inakuzwa, inaongezeka na kufikia ile imani ambayo inatuwezesha kupokea kutoka kwa Bwana. Na pia Bwana Yesu ili amshinde shetani alifunga, alitakiwa kufunga na kuomba. Na pia Musa alifunga, Elia alifunga, na watakatifu wote waliotutangulia wengi wao walifunga. Basi sasa kama kweli tunataka kupatana na Roho Mtakatifu ni lazima tufunge. Katika kipindi hichi nilikuwa nawashirikisha watu, unaweza kukuta mtu ananishirikisha kuwa ana changamoto hii na hii na hii. Namwambia basi nikushirikishe maombi, lakini haya maombi lazima ufunge. Nikishafika kwenye kufunga nasema unajua mimi nina vidonda vya tumbo, mimi ninaishi na hichi, mimi siko vizuri kiafya. Tunapofunga tunakuwa tumepiga hatua kuenenda sasa katika
kupatana na Roho Mtakatifu. Ni lazima kufunga ndugu yangu. Hakuna njia nyingine. Mimi nilifunga nikiwa mdhaifu sana. Nilikuwa mdhaifu sana. Nakumbuka nilipofunga nilizidi kuwa dhaifu sana, lakini nilisema kwa vile nataka tupatane na Roho Mtakatifu lazima nitafunga. Isaya 58 inatuelezea kuwa watu hufunga lazima tufunge. Yaani katika mifungo ni lazima tuombe kwa ajili ya kutafuta ufalme wa Mungu. Ukisoma katika Isaya 58 anasema kuwa nyinyi mnafunga lakini mnafunga kutafuta vilivyo vyenu. Tusifunge kwa ajili ya kutafuta mambo yetu, tufunge kwa ajili ya kutafuta uso wa Bwana, tufunge kwa ajili ya kufanya kazi ya Bwana. Kwa hiyo tusifunge kwa ajili ya mambo yetu sisi wenyewe. Ni kweli maombi ya mifungo hufungua mambo mengi sana. Unaweza kukuta kama unafunga unataka kwa ajili ya biashara yako, kazi upate. Ukifunga kwa kumaanisha haya yote yanapatikana. Mungu anatupa. Lakini Mungu anatamani sana mifungo ambayo itatufanya tufanye kazi ya Mungu, tuitende kazi ya Mungu. Kwa hiyo tunaweza kufunga kwa ajili ya ndoa, kwa ajili ya biashara na zikafunguka. Lakini je, ni mifungo ambayo Mungu anaikubali? Maana maombi haya hufungua milango mikubwa sana kwa lolote. Kwa hiyo tukitaka kufungua milango mikubwa kwa Mungu, kufanya kazi ya Mungu, tutafungua milango mikubwa. Tukitaka kufungua milango mikubwa katika mambo yetu, mambo makubwa yatafunguka. Lakini kwa maana majaribu ni mengi na tunapofunga na kuomba kwa kumaanisha tunapokea. Kwa hiyo majaribu ni mengi, unaweza kukuta mtu kafukuzwa kazi, mtu ndoa yake inasumbua. Kwa hiyo tukifunga na kuomba inakuwa. Lakini kuna kitu kizuri sana na cha ziada pale ambapo tunafunga kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kunakuwa na kitu cha ziada sana. Ukitangaza mifungo kwa wengi, kuwa tunafunga kwa ajili ya mambo yetu wenyewe, watu wengi sana hujitokeza. Lakini tukisema kuwa labda tuna crusade au tuna mambo ambayo tunataka kufanya kimungu, kujenga jengo, kwa hiyo tufunge na kuomba ili jengo hili lijengwe kwa haraka, mafundi wasichoke, utakuta ni watu wachache sana wanaokuja. Kwa hiyo hapo ndo tunapoteza kile ambacho Mungu anataka tupokee kutoka kwake. Kwa hiyo tukifunga kwa ajili ya kazi ya Mungu au tunafunga kwa ajili ya kumtafuta Roho Mtakatifu, tunapata kitu kikubwa sana na tunamfurahisha sana Mungu. Basi leo tuishie hapo, na kama bado hujashare, hujalike, pia fanya hivyo ili video hii izidi kusambaa kwa watu wengi sana. Na pia subscribe na pia ucomment ili niweze kujua ni jinsi gani ninaweza kuziimprove hizi video, ni jinsi gani ninaweza kufanya ili tuzidi kuweza kujifunza. Basi mimi nakupenda sana. Shalom, shalom. Bye.